Your Excellency, the Second Lady, my Deputy Area Member of Parliament, the honorable members of the County Assembly, county staff, community health promoters, ladies and gentlemen. I'm happy to preside over the launch of the kits for our community health promoters, CHPs. Here in Kisii County, we have prioritized community health services. So the issuance of CHP kits and funds will go a long way in improving service in the area of promotive, rehabilitative, and preventive health services through the CHPs, who are our first line of defense in healthcare. The legal basis of CHP's initiative is held in the National Community Health Strategy of 2006, which emphasizes a more proactive approach of bringing health services closer to our household. Studies have shown that for every 1 shilling invested in the community health, Kenya reaps equivalent of 9 shillings in economic and social benefits. This means that the CHP's initiative is the only sustainable way in achieving universal health coverage with minimum cost. To make it effective, community health is implemented through a community health unity, CU, which serves a definite geographical area covering a population of approximately 5,000 people or 1,000 households. Each unit is assigned 1 community health assistant and 10 community health promoters, CHPs. Each CHP serves 100 households. All community units are linked to health facilities. The service offered by a CHP includes advocacy, promotive services, basic curative and rehabilitative services. CHPs supports all programs of the community level, very instrumental during immunization, outreaches, need distributions, identification of indigenous, disease surveillance, follow-up of patients, and many other. The Kisii County community health coverage stands at 100%. All regions have a community unity. We have 2,940 community health promoters supporting 294 community units in the county. The 294 community units are supervised by 294 community health assistants and the community health extension workers. I'm happy that all CHPs have been trained in all service delivery modules, and they are also recently trained in electronic community health information system, that is CHIS. I hope you have been trained and you are well prepared. Okay, na mimi nitafanya kazi yangu. Mnajua ile ambao nafaa kufanya, si ndio? Nitafanya. The kits and funds we are issuing were procured by the national government, and I thank the Ministry of Health for delivering the kits to Kisii. Today, 2,841 CHPs will receive a kit with assorted items, including a phone cover, and a screen protector. The kits will improve the scope and the quality of service offered by CHPs, such as earlier diagnosis of diabetes, growth monitoring, CHP identity, blood pressure and monitoring, and so forth. The funds will facilitate the digital community health information system, enhance the capacity of community health workforce to effectively collect, collateral and report community health data real time.
on CHP remunerations, and this is important. The county government commenced the payment of CHP stipends as way of motivating them. The national government has made plans to enhance this stipend by an additional of 2,500 shillings per CHP per month. And hopeful, I know hapa lazima watu wanungunike. Si ndio? Pesa ijafanya nini? Nitaongea hiyo. Najua lazima mngungunika hapo. In order to beef up community health services, we have established 2 primary health care networks in 2 sub-counties, and we are in the process of establishing other remaining 7 primary health networks. Allow me to mention one thing. I know you have just said, pesa haijaingia. Mnataka ingie? Hapo lazima pesa. Pesa ndio dawa ya nini? Haya basi. Mheshimiwa Daktari Dorcas, Kisii sisi tuko tayari. Unaona hawa wananchi wanatoka kila sublocation, wanatoka kila ward, na nataka niseme hili, asanteni sana kwa sababu ninyi mlinisaidia wakati wa Christmas ku identify watoto ambao wa needy na tumepeana forms for bursaries. Leo asubuhi nimeona mtoto hapa, mama yake alikuwa ni kibofu. Yeye mtoto huyo ndio baba, ndio mama, ndiye anasimamia watoto wengine, na pia wote ni wagonjwa. Huyo mtoto mliona kwa TV. Tumechukua yeye shuleni, tumelipia school fees. Lakini nataka niwaombe tafadhali, mtoto yoyote ambaye ni mwerefu ako na max 300 kuelekea juu na yuko nyumbani, nataka muelezee MCA wenu tuone vile tutawasaidia. Kwa sababu hapa Mheshimiwa Daktari, sisi hatuna shamba. Shamba imeisha. Shamba imebaki ni kwa akili, na lazima tuhakikishe kwamba tumepalilia akili hii vizuri, tuone kama tutasaidia wananchi watukufu. Mwisho nikubalie niseme hili, na siongei siasa kwa sababu mgeni yuko hapa si mwanasiasa, yeye ni bibi ya mwanasiasa, lakini utasikia siasa kidogo tu. Na siasa hii ni siasa nzuri. Nataka kwamba kama mama wa taifa, you can call order to where there is disorder, because again wewe ni mhubiri, na mhubiri haezi ona dhambi aichekee, lazima aifanye nini? Aikemee. Kuna dhambi mbaya sana hapa Kisii, dhambi ambayo shetani lazima ashindwe, na wahubiri hapa wanaamini shetani lazima afanye nini? Ashindwe. Na hawezi fanya mchezo na shetani. Shetani ni mbaya, shetani ni muuaji, shetani atafanya maovu mengi katika wananchi. Nitaomba tafadhali, unapotuombea kama inji, uombee dhambi hii ambayo imekuja Kisii. Si mnaijua? Nasikia hawa wanajua hiyo dhambi, na nyinyi mtatuombea hiyo dhambi ifanye nini? Nimeuliza pale chini afisa wetu, bwana county commander na maofisa wako, tafadhali tufanyie wananchi wetu haki. Nyinyi ni maofisa, mmefundishwa vizuri bila mapendeleo yoyote. Tunaomba tusichukue ama tusikue na partiality when we are serving our people, because tumegundua kama serikali, kama polisi wangekuwa wako makinifu, askari aangalii kando, upuuzi kama hii, dhambi kama hii ingekuwa imeingia hapa, ingekuwa kwamba imesuluhishwa. Lakini nimesema mama, yale uliyoona juzi
Dr. Mtonga yuko hapa? Hayuko. Mama huyu daktari, wacha nipeane example. Mimi nimempata hapa, ndio director of medical kwa county yetu. Tumetuma yeye, kuna mashini 3 kwa hospitali ya Nduru. Tumetuma yeye aende achukue. Huyu jamaa Mungu ndiye alisaidia yeye. Alikuwa nyongwe, yule daktari Mtonga mwingine mpaka kisu, alidungwa kisu kwa sababu ya kubeba mashini wakifanya kazi. Wale ambao walihusika katika huo unyama hadi wa leo hawajakamatwa. Kipindi kingine ambacho kilitokea ni kwamba watu katika mikutano, hii ndio dhambi, naomba tafadhali uiombee. Huyu Mungu si Mkisii, Dr. Mtonga si Mkisii, au kuwa na mahali pa kutoroka. Na hao wote wanaumia katesi ya wale ambao wamepewa vyombo vya usalama, kwa sababu wanaangalia hivi mtu mmoja na operate kama remote kwa hoteli, kwa simu, kila kitu. Tafadhali, mimi nimeuliza watu wangu. Daktari mwingine huyo alipigia bibi yake simu kule Meru akimwambia mimi nimekufa, tafadhali mke wangu linda watoto wangu kwa sababu nimekufa katika kazi. Lakini uzuri county commander alifika mapema. Huyu county commander ndiye alisaidia huyo daktari. Angechomewa ndani ya hospitali. Katesi ya mtu mmoja peke yake, ambaye anazunguka anadanganyana katika ofisi, anazunguka ofisi ya rais, ya deputy president, anaongea mambo maovu. Naomba tafadhali utakapokwenda wewe peleka ujumbe huu. Wewe kama mama watakusikiza. Kisii itapona. Kwa sababu wewe umekuja wakati dhambi hii ikiendelea na utaiombea. Daktari, asante. Hii ndio siasa peke yake, hata sio siasa, ni haki kuongea haya. Kwa sababu wewe ndio mama umekuja, utakaporudi peleka ujumbe huu. Sisi tunaheshimiana na serikali kuu, tutafanya kazi vile inavyohitajika. Ile kitu nimekwambia asubuhi, mtoto wa miaka 5 amenanyiziwa hapa Magena. Askari wamekamata yule mtu. Huyu mtu mmoja anapigia huyu askari, anamuuliza, wewe umeshika huyo mtu, lazima umwachilie. Mtoto wa miaka 5, how can you rape mtoto wa miaka 5? Na mbunge achukue simu apigie askari awaambie kwamba lazima muachilie huyo mtoto, kama sivyo utapiwa transfer. Afadhali huyo askari apiwe transfer, lakini huyo mtu afikishwe mahakamani. This is a country ambayo iko na sheria. We cannot accept. We will defend the constitution by all means. Kwa hivyo mimi nataka nichukue nafasi hii, mama, utakapotuongelesha, give us hope. Kama mama atupe hope, aombe. Mama Rachel nimesema mapema, tumekuwa na yeye hapa. She has given us hope. You will give us hope and will continue. Hata hope ndiyo inatufanya tunangojea kwamba Yesu atarudi. Kama hakuna hope, hatungekuwa tunangojea Yesu Kristo.